Kila mtu atapata keki, kila mtu atapata. Kila mtu atapata. Merry Christmas. It's enough. That's it. That's okay. Ongezee. Mwalimu. Pole pole. Mwalimu. Pole pole inakuja. Just wait for it. Mike inatafutwa. Yangu where are you? Before I proceed, I want to introduce myself. My name is Naftali Ayala. I'm joining grade 7. I want to thank our excellence, your excellence. Thank you for making us a school near our home. Because when there were no schools here, we used to waste a lot of money. Waste a lot of time. The time that you are arriving in class, you just find your learners are done with your work and another teacher is coming in class. And you know, you must respond to the change of the subject. So now, I thank you for making us a school year, and may the Lord bless you and give you more years
to lead our nation. Thank you. Well done. Haya basi sasa tuelekee upande mwingine. Mahali sasa Mheshimiwa Rais kuna contract za new home owners, kisha Rais aweze kuongelesha umati moja kwa moja. Karibu sana Your Excellency. Mukuru ni fire, si fire. Fire. DJ cheza muziki tafadhali. Let's go. Basi wacha nisikie tukimkaribisha Mheshimiwa Rais kwa shangwe na vigelegele. 1 2. Na tunaanza wapi funguo? Peperusha funguo. Karibu sana Your Excellency. Na sasa kuna signing ya kandarasi. Can we have those who are signing? CEO Affordable Housing Sheila Waweru, tafadhali njoo, na pia Cecilia Njeri Mbogwa. Cecilia Njeri Mbogwa, tafadhali njoo. Hawa ni new home owners, Your Excellency, ambao wanachukua nyumba siku ya leo. Karibu sana, wakija kuweka sahihi kwa contract ziletwe tafadhali, contract iletwe, na tuko na CEO wa Affordable Housing Sheila Waweru pamoja na Cecilia Njeri Mbogwa ambao watasign, na ni kumaanisha kwamba nyumba ni zao sasa kwenda mbele. Tukitoka hapa tayari zawadi yao ya Krismasi ni nyumba ambao wenyewe wamejipa kujinunulia. Pia naomba Robinson Wambua, Your Excellency Robinson is a site worker on this site. Pia yeye atajinyakulia nyumba. Tumeona mkono wake Bwana. Na kwa huo mhuri ni kumaanisha kwamba sasa nyumba tayari imeenda kwa Cecilia Njeri. Cecilia, simama upige picha na kandarasi yako. Wonderful. Na usimame pia upige picha na rais as a new home owner. Congratulations, congratulations. Ya pili na ya mwisho tumpatie Robinson Wambua. Robinson Wambua, Your Excellency, is a site worker on this site. Na amesema anataka nyumba pia.
haendi hivyo, hawezi jenga awachie mwingine. Congratulations Robinson Wambua, site worker right here at Mukuru. As His Excellency witnesses, basi inawekwa sahihi, makofi. Na kwa huo muhuri, nyumba sasa ni yako Robinson. Haya basi, asimame pigo picha Robinson, the newest homeowner wa Mukuru Housing Estate. Pigwe picha pia na rais. Sawa. Your Excellency will request that now we go on that stage for your speech, for you to address the people. Wapi makofi ya rais? Wapi makofi ya rais? Mukuru hoye! Mukuru hoye! Kanailo hoye! Bwana Yesu asifiwe! Asalamu alaikum! Hebu nione kila mtu mwenye hapa na funguo, nione kila mtu mwenye hapa na funguo. Weka funguo juu, weka funguo juu, weka funguo juu. Weka funguo juu, naona watu wako kule ndani. Basi, asanteni sana. Tafadhali wale mko na viti, tafadhali tunaweza keti chini. Let us sit down. Hayawi. Ni leo ama si leo bana? Si ni leo? Basi nyinyi mlio hapa jamani, tafadhali ketini chini ama msimame kando hapa. Tunaweza kusimama kando hapa. Wale wabosi wameketi huko chini, pia nataka niwaone. Let us take our seats. A gentleman here, you can either move to the side, mnaweza kwenda kwa side hapo, lakini mketi chini. Si ndio? Aya, tuketi chini. Basi.
using our talent, using our energy, using our expertise, and transforming our nation. That is what we mean by transformation. And I am very clear in my mind that we are going to change Kenya this way. Mimi nataka mjiulize, Mukuru hoye. Hii kazi inaendelea, manyumba haya sio Mukuru peke yake inajengwa. Tunajenga hizi manyumba kila sehemu ya Kenya, kila kaunti ya Kenya. Ukienda kwa kila mji mkubwa Kenya, kutoka Kisumu, kwenda Migori, kwenda Siaya, Kakamega, Bungoma, Kisii, kule Eldoret, Nakuru, kila sehemu mpaka Funyula, kwenda Mombasa, kwenda Kitui, kwenda Makueni, kwenda Machakos. Hizi manyumba tunajenga kila sehemu ya Kenya bila ya ubaguzi na bila ya kujali ni nani anaishi wapi. That is how we transform a nation called Kenya. Nyinyi mnanielewa marafiki zangu? Sasa mimi nataka tujiulize leo jioni. Wakenya mko? Mimi nataka tujiulize leo jioni. Kama tungeanza ujenzi wa manyumba haya miaka 30 iliyopita, ama miaka 20 iliyopita, ama miaka 10 iliyopita, Kenya ingekuwa imebadilika, haingekuwa imebadilika? Just imagine. I want to ask ourselves as Kenyans, if we started this housing program 10, 20, 30 years ago, this nation would be very, very different. Nyinyi mnanielewa, my friends? We would have eradicated all the slums. But I want to tell you, the great people of Kenya, it is never too late to do the right thing. And that is why we have begun. Tumeanza sasa kwa sababu kufanya mambo ya transformation haichelewi. Sisi tumeanza sasa, na mimi nataka niwaeleze kwa mapenzi ya Mungu ya kwamba tukiendelea vile tunaendelea, Kenya hii kwa miaka 5, 6, 10 hamutaweza kurecognize hii Kenya. Kenya is going to change. Nyinyi mnanielewa jameni? Nikiongea na nyinyi saizi, tuko na vijana wengi wanaofanya kazi katika mradi huu wa affordable housing. Tuko na vijana zaidi ya 1480 wanaofanya kazi katika mpango huu. Tuko na vijana wanaofanya affordable housing, tuko na vijana wanafanya katika masoko yetu, tuko na vijana wanafanya katika mambo ya hostels ya vijana wetu wa university na colleges, na hiyo kazi yote tunafanya tukitumia pesa ya Kenya, akili ya Kenya, rasilimali ya Kenya, vijana wa Kenya, ile professionals ya Kenya, architects, engineers, quantity surveyors, electricians, plumbers, carpenters, masons, all of them talent from the Republic of Kenya. Mimi nasimama mbele yenu as a very proud Kenyan, kwamba hii mambo yote hatujasaidiwa na mzungu, hatujasaidiwa na mtu mwingine yeyote. Sisi wenyewe tumejenga taifa letu la Kenya. Tunaweza hatuwezi jameni? Tunaweza hatuwezi? Hii Nairobi, muliona juzi, pale Makongeni, tunaenda kujenga manyumba mara 3 ile munaona hapa. Hapa kuna nyumba 14,000, kule tutajenga nyumba 40,000. Na tutaendelea kubadilisha nchi yetu kwa mapenzi ya Mungu. Mungu atujalie tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Hapa Kibera, mbunge wa Kibra yuko hapa, mbunge wa Lang'ata yuko hapa. Hapa Kibera saa hizi tunakamilisha nyumba 4,000, ingine 15,000 tumeanzisha ujenzi wake. We are going to transform our nation. Ndio mukisikia nikisema tutakuwa kama Singapore, tutakuwa kama Malaysia, sio kwa mchezo, sio kwa mzaha, sio kwa kubahatisha, ni kwa sababu tuko na mpango ya kufanya vile walifanya, na tutafanya hata zaidi ya vile walifanya wale. Nyinyi mnanielewa marafiki zangu? Tunaelewana ndugu zangu wa Kenya? Tuko pamoja, hatuko pamoja? Mimi nataka niwaulize ndugu wa Kenya, mimi na
Ninajua ya kwamba kuna Wakenya wengi bado wanaishi katika vitongoji duni. Wakituona hapa leo wanafikiria ni lini tutafikiwa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba mpango tuko nayo. Just be patient with us. We are going to move everybody. Kila mtu mwenye yako mahali kitongoji duni, kwa mapenzi ya Mungu, kwa miaka 5, 6, 10 ijayo, tutakuwa tumekutoa pale na tumekuleta hapa. Mimi nataka niulize hapa, kwa watu 4,500 tuko na watu wa kutoka Marigoine. Ni kweli ama si kweli? Hebu nione wale watu wametoka Marigoine. Hapa tuko na mahali ya kitongoji duni inaitwa Riara. Tuko na watu kutoka Riara wamekuja katika makao haya. Hebu nione watu wa kutoka Riara wako wapi? Yes. Na niliona jamaa mmoja juzi alienda pale Marigoine kujaribu kuwachochea watu wa Marigoine ati waendelee kukaa kwa slum, ati wasikubali tujenge pale Marigoine. Na huyo jamaa anasema ati watu waendelee kukaa mahali hakuna choo, mahali hakuna stima, mahali hakuna maji, mahali hakuna usafi, mahali hakuna barabara. Na akitoka hapo Marigoine, mahali ambapo ni slum, yeye anatoka hapo anaenda kwake Karen. Huyo mtu wako na akili kweli? Mkiona ako na utu. Please, if you are a leader in the Republic of Kenya and you incite citizens so that they can stay in slums and you leave them in slums, you go to your posh house in Karen and you want to tell us you are a leader, what kind of a leadership are you? Nyinyi mnanielewa? Wale ni viongozi ama ni vigaragozi? Mimi nawauliza jameni, please, kama huna mpango ya vile tutajenga nyumba, kama haujawahi kupanga vile ya kujenga chochote, wacha kuchochea wa Kenya. Let those of us who have a plan and who have an agenda, and those of us who have what it takes to change our nation, don't stand in the way. We are going to change this country. We know many of those characters, they have never planned anything. Nyinyi mnanielewa jameni? Kazi yao ni kupinga. Kazi yao ni kuchochea na kusema haiwezekani na kusema haiwezekani. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Marigoine. I want to tell you without fear of any contradiction. Kule Marigoine, kule mahali kuna slums, watoto kupata mahali ya kusoma ni shida. Kupata hospitali ni shida. Kupata barabara ni shida. Ni kweli ama si kweli? Leo katika mtaa huu, wale watu mmetoka Marigoine, wale watu mmetoka kule Riara, wale watu mmeishi mahali ambapo sio pasafi, hii hapa ni shule ya watoto wenu. Hii hapa. Mtoto atakuwa anashuka kutoka ghorofa ya 14 anakuja shule hapa. Nyinyi mnanielewa? Hospitali yenu iko nyuma hapa. Mulishaona hiyo hospitali? Hospitali yenu iko hapo. Na tutajenga shule ingine secondary school, tutajenga ile junior secondary school, tutajenga senior secondary school. Watoto wenu watakuwa wanasoma mahali pa heshima kama watoto wa Wakenya wengine. Nimekuwa hapa, nimeingia kwa nyumba ya mama mmoja anaitwa Joyce. Huyo mama ananiambia watoto wake ilibidi awahamishe waende ushago kwa sababu mahali alikuwa anaishi kulichomeka na shule pale ilikuwa ya mabati ikachomeka. Watoto hawakufanya mtihani. Sasa huyo mama Joyce amehama hapa na nimemhakikishia ya kwamba arudi ushago, alete watoto wake. Shule ndio hii, hospitali iko pale na Kenya itasonga mbele kwa sababu we have a plan. Tunaelewana watu wa Kenya jameni? Tunaelewana? Na hakuna njia ingine ya kubadilisha nchi. Kubadilisha nje inabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo vile tulionayo.
When I said it is bottom up, it was not a slogan. It was reality. Bottom up ni kutoa mtu Marigoine na kumlete gorofa ya 10 hapa Mukuru. That is what bottom up is. Nyinyi mnanielewa jameni? Mimi nasikia kuna watu wengine wanasema huyu bwana Ruto alisahau mambo ya bottom up. Tumieni akili my friends. Bottom up was not a slogan. It was reality. That is why tunafanya mambo ya kuzalisha chakula because it is bottom up. Tunafanya mambo ya afya. Wale watu hawakuwa na uwezo wa kulipa gharama ya afya because of bottom up. Today, through SHA, every citizen of the Republic of Kenya, irrespective of their social status, irrespective of their economic status, today they can proudly walk into any hospital and be treated, and the government of Kenya is going to meet the medical expenses of every citizen. That is bottom up, making sure those at the bottom of the pyramid can for once access medical health care like all of us. Hiyo ndio mpango tuko nayo. It is the same thing, moving the children of the people of Mukuru, moving the children of the people of Marigoine to a beautiful secondary school like this, from a school, Yamabati, that is called bottom up, moving them from a slum into a properly planned estate. And we are going to continue to make sure that Kenya moves forward. Ndugu zangu watu wa Marigoine, tuko pamoja. Mukuru hoye! Mukuru hoye! Mwisho, mimi nataka niwaeleze hivi. Juzi, mimi nimetangaza ya kwamba we are going to move our country. Vile tumetoka bottom up, now we are charging forward, full steam to economic freedom and into the first world. Na nimesema hivyo watu wakafikiri ya kwamba tunasema mchezo. Tumepitisha juzi katika baraza la mawaziri, as I promised the nation. Baraza la mawaziri sasa tumepitisha, tuko na National Infrastructure Fund na tuko na Sovereign Wealth Fund. Funds mbili ambayo tutasaidia kubadilisha ama kutia kasi transformation ya taifa letu la Kenya. Nimesikia wale ambao wanajaribu kuongea, wanasema eti hakuna vile unaweza kujenga public infrastructure bila ya kuweka pesa kwenye budget. Ati wanasema ati ile National Infrastructure Fund haiwezi kutengeneza public infrastructure. Mimi nataka niwaambie, please, waende kwa madarasa wasome, waelewe, wajue kwamba dunia imebadilika. Tumemaliza stadium ya Talanta. Mimi nataka niwaulize, waliona wapi katika budget ya Kenya kwamba Talanta Stadium inajengwa? We have built it and it was not in the budget. Saa hizi tunajenga Bomas, itakamilika by April. Haijawekwa kwenye budget ya Kenya. It means there are innovative ways of how government can work with the private sector to make sure that we deliver on public infrastructure in a manner that benefits the people of Kenya. And that is the reason why we are moving forward with the National Infrastructure Fund and doubling it up with a Sovereign Wealth Fund so that we can drive our country on a new trajectory. Unajua watu wamezoea ati kuna njia mbili peke yake ya kuweza kuendesha nchi ama kuweza kufanya mambo ya nchi. Anafikiria kwamba lazima utoe ushuru ama ukope deni. Tunawaambia tutatengeneza Bomas bila ushuru na bila deni. Tunatengeneza Talanta bila ushuru na bila deni. Na tutafanya ile transformation ya 5 trillion bila ushuru, bila deni, na Kenya tutabadilisha. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Na kama hawaelewi tutawafundisha, na kama hawajui tutawajuza,
ndio wajue ya kwamba we are going to change this nation in our lifetime. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee tusiendelee? Mnasema tuendelee tusiendelee? Unajua tumesema ya kwamba tunajenga barabara zingine mpya kilomita 28,000. Nimesema ya kwamba tutabadilisha vile safari ya barabara na tutaweka hapa Nairobi hasa tutaweka barabara nyingi dual carriageway. Nyinyi mtaona ile barabara kutoka airport hii inapitia hapa, barabara ya chini hapa ya expressway. Hiyo barabara tutajenga upya na tutaifanya irembeke vizuri, ndio watu wakija Kenya wajue sisi ni watu manoma, sisi tunajua vile dunia inasonga. Ama ni aje bwana? Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na barabara hizo zingine zote mnaona mambo tunafanya hapo Valley Road. Tunataka kupitisha barabara ingine juu kule gorofa, kule Junction tunaweka barabara ingine juu ya gorofa. Nairobi hii tunajenga barabara zaidi. We are going to change this city. Ndio Nairobi ionekane city ya maana. Mimi nataka niwahakikishie ile Nairobi River vile tumefanya leo hapa Christmas hapa Mukuru. Next Christmas tunafanya pale Nairobi River, kwa sababu tutakuwa tumekamilisha na tumejenga manyumba na wananchi watakuwa wanaishi kule. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mnasema tuendelee tusiendelee? Mnasema tuendelee tusiendelee? Na msijali wale majamaa wengine hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, hawana maono. Ati kitu wanaturingia nayo ati wako na formula ya kugawa serikali. Ati huyu atapata 20%, huyu atapata 30%, huyu atapata 50%. Sasa mimi nawauliza wale majamaa, mliambiwa serikali ya Kenya ni yenu? Na hawa wananchi wote hawa serikali yao iko wapi? Hiyo ni ndoto ya mchana my friends. Hakuna serikali mtagawa. Serikali inaamuliwa na hawa wananchi wa Kenya hawa wote. Wacheni upumbavu. Sijui kama tunaelewana bwana. Sasa mimi nataka niwaulize, ati majamaa hawana agenda, ati hawana mpango, ati hawana sera, ati hawana maono, ati wataongoza nchi yetu? Please. Hiyo ufala watapeleka mbali sana. Hiyo ni ufala, watu tubebe ufala wale majamaa. Kwanza waende wajipange, watuambie sera yao ni gani. Ama namna gani? Ati kiwasikiza wanazurura hapa. Yani wale jamaa hata mimi nawaonea huruma. Yani wako chini sana, wako chini. Wako chini tu sana. Yani kupanga chochote hawana. Kwanza kuna mwingine nilimuuliza juzi. Kamuuliza my friend. Mnasikia nyinyi? Kuna jamaa mwingine nilimuuliza juzi. Nilienda huko nilienda Ukambani, kaenda kufanya barabara. Sasa jamaa mwingine nikamuuliza juzi, kwa sababu alikuwa ananiambia maneno mengi. Nikamwambia, wewe, mimi sasa ndio napanga barabara ya kwenda kwako. Wewe umekuwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa nikamuuliza, sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya kama akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako hauna? Akili ya kupanga barabara hizi zote, sijui expressway, sijui hiyo ingine, atatoa wapi? Atakuwa nayo? Ati akajaribu kujitetea. Akajitetea akasema hapana, huyu Ruto amesema ati mimi nimekuwa uongozi miaka 50, lakini sio hivyo, nimekuwa miaka 40. Sasa mimi nataka niwaulize, sasa my friend, haya wacha naomba msamaha, pengine sio 50, ni 40. Na hiyo 40 years barabara bado ni vumbi. Unahitaji miaka ngapi ndio utengeneze barabara kwanza ya kwenda kwako? Wachana na hii ya Kenya. Hii ya Kenya ni complicated. Huwezi kujua ya kwenda kwako peke yake lini, how many years.
Bado nangojea majibu, hajanijibu. Akinijibu nitajua vile ya kumwambia. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Sasa majamaa kama wale, kwanza unajua alisema kitu kingine nikacheka. Ati alisema ile barabara ya kutoka Kibwezi ati kwenda Mutomo, ati kwenda Kitui mpaka mahali inaitwa Migwani. Ati yeye ndiye alianzisha, yeye ndiye alipanga akaanzisha. Sasa mimi nikamuuliza wewe, ati sio hata alisema ilisha Migwani, ati alipanga mpaka ikafika Ethiopia. Sasa mimi sasa wewe, barabara ya kwenda kwako umeshindwa, ya kwenda Ethiopia ndio utapanga? Please. Hadi hii dunia iko na shida bwana. Hawa jamaa wako na shida mingi tu sana. Ati sasa ukiwasikiza story yao, oh, Kasongo, oh, one time, oh, must go. Ati hiyo ndio agenda yao. Hawa watu wako chini bwana. Wako chini sana. Bure kabisa. Anyway, wacha tuwachane na hawa. Sisi tupange mambo yetu, si ndio? Mna hiyo? Tunaweza hatuwezi? 5 trillion, mimi natangaza hapa 5 trillion. Hiyo program tumeanza tayari na tutahakikisha kwamba Kenya inasonga mbele in our lifetime, na tunamuomba Mungu atusaidie. Kwa hivyo asanteni sana ndugu zangu watu wa Kanairo. Nyinyi mnajua ya kwamba tuko na Christmas inakuja, si ndio? Ngoja tulizeni boli. Kabla sijasema mambo hayo ya Krismasi, wacha kwanza nimuite mungwana. Anaitwa Fireman Professor Kithure Kindiki, Deputy President wa Republic of Kenya, atusalimie. Mukuru hoi. Mukuru hoi. Rais ameongea vizuri. Affordable housing iendelee isiendelee? Affordable housing iendelee isiendelee? Rais Ruto aendelee asiendelee? Rais Ruto ni fire si fire, ni noma si noma, ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione mbwekse 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 mbwekse. Bas, Mheshimiwa Rais, mimi sitaki kuharibu Christmas. Umesema iko Christmas, mimi sitaki kuongea zaidi kwa sababu iko Christmas. Mimi naomba tuendelee kushikilia rais, tuendelee kumuombea, tuombee nchi yetu, na Kenya inaenda kubadilika kwa sababu Mungu ako na sisi na rais wetu ako na vision nzuri ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Fire si fire. Wacha nimuite ndugu yangu Mheshimiwa Johnson Sakaja kusalimia. Oe, mkuu oe. Tusalimiane kwa hewa kule nyuma. Bwana asifiwe. Mumefurahi kuona rais wetu leo? Wangapi mmefurahi kuona rais? Kwa sababu ya muda sitasema mengi. Kwanza watu wangu, rais anatufanyia hivi kwa sababu anawapenda. Na mimi pia nawapenda sana. Na wadhamini nina walombo tovu. Na walombo tovu. Sawa sawa. Rais asante sana. Ametujengea hapa hizi nyumba na shule. Kuanzia Januari mimi naleta chakula ya watoto wetu ya kila siku kwa shule ya shilingi 5 peke yake. Dishi na county. Hiyo ni sawa? Ya pili, amejenga hospitali. Tayari nimeleta madaktari na manasi na kuna dawa, na mtu asikulipishe kwa hiyo hospitali. Tuko pamoja? Na mimi nawaomba mukumbuke hivyo. Hospitali yetu ni walk in, walk out. Ile tu nitawaomba, kama haujajisajili kwa SHA, fungua simu yako, enda *147# ujiandikishe kwa SHA.
madawa zimelipiwa, madaktari wamelipiwa, manases wamelipiwa, kwa sababu afya ni bure Kenya hii. Sawa sawa? Si mko fiti? Mimi mavijana waliniambia nitafute siku yangu peke yangu nikuje. Juu nimewamiss. Ana nyinyi mmenimiss. Nawaona Gracie, nawaona na timu yangu yote ya nawaona na nitawapanga leo. Kwa nyinyi nitawasort mkae mzuri. Tuko na viongozi wengi, wacha niachie hapo. Your Excellency, wananchi wa Mukuru, nataka tusimame tuimbie rais wetu abarikiwe, kwa sababu amefanya kitu ya maana, si ni kweli? Abarikiwe. Abarikiwe sana, abarikiwe kabisa. Your Excellency, thank you so much. You are proud of what you've done. You've changed lives here. Asante. Tuko na viongozi wa Nairobi. Na viongozi wa Nairobi ni wengi. Niko na Mheshimiwa Jalango, mbunge wetu wa Lang'ata, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu Bwana Orero, mbunge wetu wa kule Kibra, mpigeni makofi. Niko na spika wetu wa Nairobi County, mpigeni makofi. Niko na mama Mutinda wa Nairobi, mpigeni senator. Niko na John Kiaye KJ, mbunge wa Dagoretti South. Niko na Beatrice Elachi, mbunge wetu wa Dagoretti North. Niko na ndugu yangu Bwana Mwenje Embakasi West, mpigeni makofi. Niko na mama Karen Nyamu, mrembo wa Nairobi. Niko na Mheshimiwa Olwoch wa kutoka Madare, mpigeni makofi. Na niko na mama wetu Esther Pasaris, mama wetu wa Nairobi. Na niko na mrembo huyu wa kutoka Madare, Madam Makungu, mpigeni makofi, mlango kubwa. Niko na Nixo, MCA wetu wa kutoka kule Isili. Niko na Oscar, MCA wetu wa Madare North. Niko na mama Hamida, yeye ni senator na ni member wa chairman wa ODM wa kule Kibera, mpigeni makofi. Niko na Mheshimiwa Caleb kutoka Machakos Town, mbunge wa Machakos Town. Niko na wa Masaki, niko na hawa watoto wote, na sisi wote ni ndugu moja na tunawapenda sana. Sasa tuongee mambo ya Christmas. Lazima tuseme Christmas. Sasa mimi nime Krismasi. Si tuseme Merry Christmas. Basi tutamuita rais aje abonyeze hapa ili Christmas tree iwake, na ikiwaka sote tunaimba Merry Christmas. Tuko tayari? Tuko tayari? In 3, 2, 1 tufinye. Haya basi wake. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Na sasa tunajua ya kwamba Christmas inakujaga na fireworks. Tuko tayari tuone fireworks? Mukuru tuko tayari tuone fireworks? Ya kuselebrate rais. Tuko
wa Mukuru hoye! Watu wa Mukuru hoye! Wapi shangwe! Mukuru shangwe! Shangwe! Wapi makofi! Bendera ya Kenya! Wow! Wapi shangwe! Ayeya! Hapa ni sherehe.
hatunayo. Watu wa Mukuru, Krismasi tunayo hatunayo. Haya, asante. Wewe ndio unafaa kutuambia.
Did you know that your internet connection can make you money? It's possible with Honeygain. Honeygain is the very, very different. Nyinyi mnanielewa, my friends? We would have eradicated all the slums. But I want to tell you, the great people of Kenya, it is never too late to do the right thing. And that is why we have begun. Tumeanza sasa kwa sababu kufanya mambo ya transformation haichelewi. Sisi tumeanza sasa, na mimi nataka niwaeleze kwa mapenzi ya Mungu ya kwamba tukiendelea vile tunaendelea, Kenya hii kwa miaka 5, 6, 10 hamutaweza kurecognize hii Kenya. Kenya is going to change. Nyinyi mnanielewa jameni? Nikiongea na nyinyi saizi, tuko na vijana wengi wanaofanya kazi katika mradi huu wa affordable housing. Tuko na vijana zaidi ya 1480 wanaofanya kazi katika mpango huu. Tuko na vijana wanaofanya affordable housing, tuko na vijana wanafanya katika masoko yetu, tuko na vijana wanafanya katika mambo ya hostels ya vijana wetu wa university na colleges, na hiyo kazi yote tunafanya tukitumia pesa ya Kenya, akili ya Kenya, rasilimali ya Kenya, vijana wa Kenya, ile professionals ya Kenya, architects, engineers, quantity surveyors, electricians, plumbers, carpenters, masons, all of them talent from the Republic of Kenya. Sisi mimi nasimama mbele yenu as a very proud Kenyan kwamba hii mambo yote hatujasaidiwa na mzungu, hatujasaidiwa na mtu mwingine yeyote. Sisi wenyewe tumejenga taifa letu la Kenya. Tunaweza hatuwezi jameni? Tunaweza hatuwezi?